kulikuwa na kijiji kinachoitwa Usije Tena, ambacho jina lake lilikuwa onyo lenyewe. Kila aliyeingia hapo hakuondoka akiwa yule yule. Usiku, giza lilijaa na upepo ulilia kama mtoto aliyepotea, vilio vikisikika bila MTU kuonekana. Watu walianza kufa bila sababu, watoto, wazee, vijana, hakuna aliyekuwa salama. Hayo hayakuwa magonjwa wala ajali, ilikuwa laana nzito ikichukua kijiji kizima. Miaka mingi iliyopita, Mfalme Kafara alifanya kafara haramu kutaka nguvu za milele. Mizimu haikukubali, na badala ya kumpa uhai, kafara ilianza kuchukua maisha ya wasiokuwa na hatia. Mauti ikaanza kutembea ndani ya Usije Tena, ikichukua kila mtu bila kuchagua. Simulizi la kale lilinong'onezwa, laana hii itaondolewa tu na mtu mwenye moyo wa ujasiri, ambaye ataingia msituni na kuvaa chupi ya ajabu. Hapo ndipo simulizi ya Anna ilipoanza. Anna, binti wa kawaida lakini mwenye moyo wa ujasiri, aliona kijiji chake kikizidi kupoteza watu wake. Mama yake alikufa, kaka yake alitoweka. Alisimama akasema, sina ruhusa kukaa kimya. Ikiwa laana hii inahitaji kafara, basi iwe mimi. Usiku huo alielekea msituni, msitu ambao hata wachawi waliuogopa. Alipoingia, miti ilimlenga, upepo ukamnong'oneza jina lake ukimwambia arudi nyuma. Lakini hakusita. Ghafla, kicheko cha kutisha kilisikika gizani, vivuli vikaanza kusogea, na nyoka wenye macho ya moto wakaonekana. Kila hatua aliyopiga ilimkaribisha kwenye pambano litakalobadilisha hatima ya Usije Tena. Na hapo simulizi yake ya kweli ilianza. Anna aliondoka kwenye kijiji na hatari zikimzunguka kila pembe. Msitu ulikuwa ukiinua miti yake mirefu ikileta kivuli kizito ambacho kilifanya kila hatua yake ionekane kama gizani. Upepo ulivuma kwa nguvu ukileta harufu ya majani yaliyoyeyuka na udongo uliokuwa mvua inanyesha. Alipoendelea mbele, ghafla akaona mto mdogo ukicheza katikati ya njia. Mwanga wa mwezi ulitulia kwenye maji ukimwonyesha njia ya dhahabu iliyofungwa na mimea yenye miundo ya ajabu. Alijua hii ilikuwa ishara kwamba alikaribia sehemu ya chupi ya ajabu, lakini haikuwa rahisi. Kila hatua aliyopiga, sauti za ajabu zilianza kuongezeka. Kicheko cha mbali, vivuli vilivyojitokeza ghafla kati ya miti, na nyoka wenye macho ya moto wakitangulia mbele yake. Anna alisisitiza pumzi yake, akajitenga na hofu, moyo wake ukitulia na thabiti. Baada ya muda, alifika kwenye clearing ndogo ambapo aliona ngome ya zamani ya wachawi. Ndani yake kulikuwa na kikundi cha vivuli vikiketi kama vile walikuwa wakiangaliza. Kila mmoja aliangalia kwa macho makali, lakini hakuwahi kujaribu kumshambulia. Ndipo alipoona kitu kilichong'ara gizani, chupi ya ajabu, imeweka juu ya jiwe lililokuwa katikati ya clearing. Ilionekana kama kitengo cha thamani kubwa, kikijivika mwanga wa ajabu. Anna alijua ili kuichukua, hakutakuwa na njia ya kurudi nyuma. Lazima awe na ujasiri wa kweli na moyo safi wa kusaidia wengine. Kwa hivyo alisogea hatua kwa hatua, akipiga hatua kila wakati kwa tahadhari, akitulia hofu yake na kuzingatia kila ishara ya msitu. Kila kidogo cha kicheko au sauti ya ajabu kilimfanya ajiridhishe kuwa laana ilikuwepo, ikimfuata, lakini pia ikimjaribu. Anna alijitayarisha kuchukua chupi ya ajabu, akijua kuwa hili ndilo la kufanya tofauti kati ya kifo na kuokoa kijiji chake. Na hapo simulizi yake inabaki kwenye msituni, tayari kwa pambano kubwa la laana. Msitu ulikuwa kimya zaidi kuliko kawaida, lakini kimya hicho kilikuwa na nguvu. Anna alisimama katikati ya clearing, mikono yake ikikamata chupi ya ajabu, mwanga wake ukimzunguka kama moto wa thamani isiyoelezeka. Ghafla, kicheko cha ajabu kiliporuka kutoka vivuli vya mbali, na laana yenyewe ilijitokeza, ikitokeza mawingu ya giza, sauti ya upepo ikipiganisha na miti. Laana hiyo ilizungumza, Anna, usiku wa mwisho umefika, uko tayari kulipa bei? Anna alijitulia, moyo wake ukipiga kwa nguvu, lakini hofu yake haikumzidi ujasiri wake. Aliangalia juu, akasema kwa sauti thabiti, ninakubali hatari zote. Kijiji changu kitalindwa, wala hatutoweka tena. Chupi ya ajabu ilianza kung'ara kwa nguvu, ikizalisha miale ya mwanga wa rangi za dhahabu na samawati. Mwanga huo ulipuliza mawingu ya giza, ukivunja kila kivuli kilichokuwa kikianguka kwenye kijiji. Kila sauti ya kicheko, kila nyoka wa moto, kila vivuli vilivyosogea, vilipotea moja baada ya nyingine. Anna alishuka chini, akiwa amejilinda na nguvu za chupi. Hakika,
Nguvu zake hazikuwa za kibinadamu pekee, bali za ujasiri na mapenzi safi ya kuokoa wengine. Alipiga hatua moja mbele, mwanga wa chupi ukavuma juu ya kijiji chote. Kijiji cha Usije Tena kilianza kupumua. Majengo yaliweza kuonekana tena, miti iliyokuwa imenyauka ikapona, na sauti za watu wakirukaruka zikajaa shangwe. Wazee waliruka kwa furaha, watoto wakacheka, na familia zilizokuwa zimenyauka zikapata matumaini mapya. Ana alisimama katikati ya kijiji, akisikia shangwe la wananchi wake. Aliangalia mwanga wa mwezi ulioangaza juu, akajua kwamba hatimaye laana imeondolewa na kijiji chake kimerudi kwa salama. Lakini alijua pia hadhi ya ujasiri wake ilikuwa ni ishara ya milele. Kwa moyo wa kweli na moyo wa kujitolea, hata laana kubwa zaidi inaweza kushindwa. Na hivyo, kwa shangwe na huzuni, lakini zaidi ya yote kwa matumaini mapya, kijiji cha Usije Tena kilirudi kuwa mahali pa amani. Ana, binti wa kawaida aliyebeba ujasiri wa ajabu, alikuwa shujaa wa kweli. Na simulizi yake ya jinsi alivyokuwa tayari kulinda watu wake ilibaki ikiimbwa kwenye kila kizazi cha kijiji hicho.